Hope uko poa. Hii ni episode nyingine, a very great episode yako wewe na mimi as Voice of Change, tukiendelea tukizidi kutembeleana vijana, tukijua kuangalia maendeleo yetu, how we process things and everything. Hii ni episode nzuri kwako wewe. Hii ni sehemu ambayo you will get something, hautaondoka kama ulivyokuepo. Kwa hiyo twenzetu. Super quality mchele unaeleweka. Mchele jamani, kuwa hapa umechaguka kama unataka kama familia jamani. Sunana kwa jina faka. Kwa episode utakuwa na mimi hapa, Sandra Steven Kaya, a host wa Voice of Change, nikiwa na Jina Faka. Okay, Jina Faka. Nimefurahi pia kufika kwenye biashara yako nikiwa niko curious. Unajua nimekuwa curious, unajua mtu akwambia Jay akiwa anafanya biashara ya nafaka. Nafaka ni kitu kikubwa sana. Yaani tunapoongelea kilimo ni our backbone kama Afrika, si ndio? Kwa mtu akiwa anaanzisha, ukisikia mtu anafanya biashara ya nafaka, kwanza anajiuliza okay, nafaka anauza nini? So tuelezee biashara yako, nini kilikufanya mpaka ukafikiria kufanya biashara ya kuwa unauza nafaka, una supply, I guess ni supply pia na supply sehemu tofauti. Shughuli ni kwamba mimi mwenyewe ni mnunuzi. Lakini sasa kwa tokea nimeanza maisha ya kujitegemea, unanunua mwenyewe, unaenda sokoni, unachukua mchele, lakini sasa kulikuwa na changamoto moja. Ndio. Sisi wote tunanunua mchele nyumbani, wapi, kwenye sherehe, kwenye sehemu tofauti. Lakini sasa changamoto ambayo inatokea ni kwamba nilikuwa nikienda sokoni nanunua mchele, nakuja napika, kuna kitu ambazo sasa hivi mchele inatofautiana sana. Janja ni nini? So shughuli ni kwamba nilienda sokoni nikanunua kipindi hicho, tulianza maisha chuo. Nenda sokoni nikachukua mchele, kilicho nanunua kilo 10 na eka tu zinakaa na stock yako. Hivi sasa unakuta baadaye unapika mchele unakini, kupika mchele sio tamu. Sasa it's a very bit complicated. Sasa katika kufanya hivyo nikaja kugundua kwamba kuna a very serious gap ambayo liko hapa katikati. Kwa maana gani? Michele hiyo mingi sana, lakini sio ile ambayo inanukia na tamu. Kwa hiyo nilifanya uamuzi, nikasacrifice, nikasema hili hitaji la watu nitalisolve vipi? Tukachukua uamuzi wa kwenda mpaka Ifakara. Wale watu ambao wana namba zangu na shuhuda. Nimeenda mpaka Ifakara kule. Lakini hapo nyuma kidogo kuna mzigo nilichukua Karama. Nikasema ule mzigo kulikuwa kuna possibility ya kufika immediate na ukauzika. Lakini changamoto ambayo nimekuja kukutana nayo wakati nimeplace ule mzigo wa Kahama, kuna idea ikaja, nasema bana mbona kama Morogoro kuna kitu. Hivyo nikasema hebu ngoja niende. Katika kwenda sikufanya maamuzi ya kupeleka hela tu, kutuma mtu aenda akachukua niletee mchele no. Sasa itakuwa lile hitaji ndio alikamilisha. Kwa nilienda Morogoro by my own foot. Shamba kwa shamba. Nikaonana na kila mkulima ili nitafute kitu ambacho leo hii mnakiona. Kwa ni kitu ambacho ni quality na ni kitu ambacho kina feedback nzuri ambayo tunakuelezea. Yaani kitu kizuri unapoona gap kwenye society na ukajaribu wewe kama wewe, sababu wengi unakuta tunajaribu lakini hii mambo ya kwenye simu, halo napata mchele kiasi fulani, alafu unakuta mzigo ukipata ndio mtu unalalamika, mbona tena unaacha malalamiko, unapata watu wengine wanakufuata, mimi mchele wako siuelewi, sifanyaje? Kwa hiyo the point wewe kwenda kwenye field mwenyewe unakuta nini, wewe yani una guarantee kubwa, wewe quality yako unaiashua mwenyewe. Ni kitu kikubwa vizuri sana. Sasa hivi ni kwamba sasa hivi tunafanya biashara lakini kuna kitu kinaitwa asset. Yaani ule mteja ukiweza kukamilisha hitaji lake, it's a very very big
mchungu. Mimi leo hii ukaja ukachukua mchele hata kilo 20 ukaniambia hujaridhika. In my heart au sasa ni nini? Nataka nifanye biashara ambayo ita justify. As you can see, nafaka ni kitu kikubwa. Ina maana kwa umeweza kuanza kutatua kwenye upande wa mchele. Ni sehemu gani tena bado unaona gap ambao nadhani utataka pia kuweza kukifanyia kazi kwenye kukitatua kama supplier wetu mkubwa wa nafaka? Ni kweli gap ni kubwa sana. Gap ni kubwa sana, na ninavyosema gap ni in terms of quality na in terms of price. Ndio. Very tofauti. Huu mchele unaweza kuona leo ni 2200 au 2500. Lakini kuna sehemu nyingine unauzwa 1100 let's say. Lakini ile 1100 what matters? Yule customer, yule mnunuzi ameenjoy, amepata kitu ambacho ni stahiki. Unaona? Kwa ndipo nikafanya hilo jitihada ili kuhakikisha ile customer satisfaction inakuwa sawa. Yaani hitaji la mtu mmoja kupata chochote ambacho anastahili kununua basi anakipata. Na ndipo nikafanya maamuzi ya magumu na kwenda huko na kuchukua kitu ambacho ni very quality. Na tutegemee nini mengine? Yaani aside from, kwa sababu umebeba mzigo mkubwa baba. Nafaka, yani leo hii ni mchele. Kwa sababu mtu anasikia nafaka anategemea okay, nimesikia unauza lakini ni je nafaka. Hebu nifike pale, inaweza kuwa kuna vitu vingine nitakuta. Na nilikuwa naelekea kwenye watu wako ambao wamekuwa na wewe, customers ambao wanakuja na kutoka, ni mwitikio gani unakuwa unaupata kutoka kwao na hii biashara yako? Honestly, kiukweli mwanzo ni mgumu. Ni mgumu sana. Lakini nimekuwa ni mshuhuda kitu kimoja. Mteja anakuja anachukua labda kilo 5, ushanielewa? Basi mchele ni mzuri, mchele unakia, mchele ni mtamu. Kisha tena anakuja tena anachukua kilo 10, kwa anakuwa ni constant mteja. Kwa upande kwa kifupi ni kwamba feedback ni nzuri. Na wote ambao wana zile namba zangu huwa na post mara nyingi. Na screenshot mteja anavyosema ana post. Lakini sio kupost tu. Hata hapa dukani watu wanakuja wanasema mchele ni mzuri. Kwa hiyo mimi ni waombeni kwa moyo mnyenyekevu. Wateja waje nafaka. Asikaribuni sana. Hebu fika bypass. Yaani usisikie story unazisikia tu hapa watu wanaongea tu, hapana. Fika hapa. Mbona mimi nimekuja nimefika nimeona. Wewe njoo jione. Kama huwezi kuja, tuma mwakilishi aje ajione mwenyewe hapa. Na utapata na wewe mwenyewe utaona kama hii ni sehemu ambayo unatakiwa kurely. Unajua ukiwa na sehemu ambayo unaweza kusema hata nyumbani unavyoishi unakuta unanunua una sehemu yako moja ya uhakika. Unakuta hamna kulala. Mbona leo mchele sio umekwaje? Sio umefanyaje? Huu mchele leo umenunua duka gani tena? Hapana. Njoo sehemu ambayo ni reliable, unapata mchele wako super, unaenjoy mlo wako. Ubwecho unaeleweka. Sherehe hizi mtu na conduct sherehe, wale wa catering, unafika hapa unakuja unanunua mchele wako wa uhakika. Chap. Very kwa niongezea kwamba namba za simu kama 06569111 39, hiyo namba ya Tigo. Tunapatikana pia kwa namba ya Voda 0759152291. Kwa hizo namba mteja yote atakayekuja tutamhudumia vizuri, lakini kama ni mteja mgeni tutamwangalia bonus namna ya kumpa. Lakini pia kwa mteja ambaye atamleta mteja mwingine kuna bonus ya kilo 1. Mimi jamani, mbona nitataka kumleta mtu bonus ya kilo 1. Mteja akichukua kuanzia kilo 10 na kuendelea una bonus yako. Kwa kuanzia kilo 10 robo. Kuanzia kilo 50 na kuendelea huko na kilo 1 as an offer. Mbona hiyo offer naanza kuifikia? Kwa hiyo karibuni sana. Nitapata mtu wa kilo 10 nipate kilo yangu moja ya kusukuma wiki. Thank you sana. Asante sana. Asante sana. Aja.